wakati. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3, Biblia inasema sura ya 3 Mhubiri mstari wa kwanza hadi wa 3. Ukisoma pale Biblia inasemaje? Inasema kwa maana kitabu cha Mhubiri pale, kama kitabu cha Zaburi, kuna kitabu cha Mhubiri. Watu sote tu pale, Ayubu, Zaburi, mbele ya Zaburi, Mhubiri. Mhubiri sura ya 3, angalia Biblia inasemaje? Inasema hivi, mstari wa kwanza kwenye sura ya 3. Kwa kila jambo kuna majira yake. Ona jambo hilo. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo mfumo wa maisha ya binadamu umefungwa kwenye muda. Utendaji wa maisha ya mwanadamu, mipango ya kutekeleza katika maisha yake inaenda sambamba na muda, ama iko ndani ya muda. Sasa muda ni nini? Muda ni utafsiri. Muda ni nini? Muda ni kipindi kinachotumika kufanya jambo ama kutimiza kusudi fulani. Tunaposema muda ama time, ni kipindi ambacho kimetengwa au kinachotumika kwa ajili ya kutimiza kusudi fulani. Sasa Mhubiri Suleiman anazungumza nao kwamba kwa kila jambo kuna majira yake, na kila kusudi, si mtu mwingine, ni wanadamu, lina majira yake chini ya mbingu. Anasema ukiendelea pale mstari wa 2, kuna wakati wa kuzaliwa, lakini kuna wakati wa kufa, si ndio? Anasema kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kung'oa yaliyopandwa, kuna wakati wa kuua na kuna wakati wa kupoza. Akaeleza mambo mengi sana pale. Sasa katika mfumo wa maisha ya binadamu kuna vipindi nimevigawanya kama vitatu vinne hivi. Wanadamu wanaishi katika vipindi vinne, ambao katika hivyo kila kipindi kina mambo yake ya kufanya. Kama kitapita, maana itakuwa changamoto sana kufanya. Vipindi alivyo navyo wanadamu, naweza kuandika. Kipindi cha kwanza ama muda wa kwanza ni muda wa utoto. Ni muda wa utoto. Ndio maana pia anasema wakati wa kuzaliwa, lakini anasema wakati wa kufanyaje? Wa kufa. Sasa kuna kipindi cha utoto. Kipindi cha utoto tumezungumzia katika sheria sasa za kwetu, ama katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kipindi cha umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo mwaka 0 mpaka miaka 17. Mtu anapofikisha miaka 18 anaanza kupewa cheti cha mtu mzima. Amen. Na katika kipindi hiki sasa utaona ni muda na kipindi ambacho ni cha uangalizi. Wewe ni mtoto, kwa hiyo utakuwa unaangaliwa, si ndio? Ni kipindi ambacho lazima ulindwe kwa sababu ni mtoto. Ni kipindi ambacho mtu anaweza akacheza. Si kipindi ambacho unaweza ukaona mtu anaweka mipango katika maisha. Hapana. Ni kipindi cha kulisha, ni kipindi cha kupitwa. Ni kipindi ambacho ni cha utegemezi kutoka kwa wazazi. Sema amen. Kwa hiyo tunapokuwa tunaishi au tunapojifunza somo hili la kuombea muda ambao tunapaswa kutimiza makusudi ama shughuli mbalimbali, lazima tufahamu kwamba kuna ile mpini ambao tunapita. Na wengi wetu hapa sasa tumeshapita kipindi cha utoto. Hadi tuko miaka zaidi ya 18, kwa kuna jambo la kufanya. Sasa kuanzia miaka 18, sasa miaka 18 mimi nimeweka pale. Miaka 18 hadi miaka 45 mimi nimekiweka kama kipindi cha ujana. Nimekiweka kama kipindi cha ujana. Kwa nini nimekiweka kama kipindi cha ujana? Inakiona ndio kipindi pekee ambacho sasa mtu ana uwezo mkubwa sana wa kiakili, ana nguvu kubwa sana ya kufikiri, ana nguvu katika utendaji. Nimeweka kwenye miaka kuanzia sasa hiyo miaka 18 hadi 45 nimekiweka kama ndio kipindi ambacho mtu ana nguvu. Na waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 15. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 2 mstari wa 12 hadi wa 15. Mtumishi wa Mungu Yohana anasema, nimewaandikia ninyi watoto, lakini akataja nimewaandikia ninyi akina baba, lakini akasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu na mmemshinda yule adui, na neno la Kristo linakaa ndani yenu. Kwa hiyo utakuja kuona hiki kipindi sasa cha ujana kuanzia miaka 18 mpaka 45 ambao mimi nimeseti, inakiona ni kipindi ambacho mtu anaweza akafanya mambo mengi sana kwa maisha yake. Ni kipindi ambacho ndio cha kuchangamkia fursa. Ndio kipindi ambacho kama unataka kutumia
kipindi cha Mungu utapaswa kufanya kwa nguvu sana. Ni kipindi ambacho unaweza ukatembea mbali mrefu bila kuchoka. Ni kipindi ambacho unaweza ukaomba bila kuchoka. Ni kipindi ambacho unaweza ukang'ang'ana na ukatokea na matokeo. Ni kipindi ambacho unaweza ukafanya kazi na ukaona matokeo yake. Ni kipindi ambacho ukiachiliwa una uwezo mkubwa wa kutenda mambo. Una uwezo ukawa na ufanisi mkubwa katika kipindi hicho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio kipindi ambacho una uwezo ukafanya, ukaweka mipango na ukaitimiza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hicho mimi nimekisema ni kipindi cha ujana. Ni kipindi cha ujana. Kipindi hiki sasa ndio kipindi cha kutumika sawa sawa. Ndio kipindi ambacho Biblia inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma. Ndio kipindi ambacho wewe unaweza kupatikana ukawa suluhisho la matatizo yanayokumba familia yako. Ukawa suluhisho la matatizo yanayokumba jamii yako. Ndio kipindi unaweza ukawa na matokeo makubwa katika jamii yako. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu muda ndio muda ambao unaweza ukajenga misuli ya kiroho. Ndio kipindi ambacho ukaweza kukesha kwa bidii. Ndio kipindi ambacho unaweza ukafunga. Ndio kipindi ambacho unaweza ukatoa sadaka nzuri, kwa sababu unajua ni kipindi cha mpito. Ndio kipindi ambacho wakiitwa vijana kanisani na wewe unakuwepo pale. Wakiitwa kwenye injili na wewe unakuwepo pale. Wakiitwa kushuhudia na wewe unakuwepo pale. Wakiitwa kwenye kazi ya kanisa, wakiitwa vitu ukitangazwa wa kulijenga kanisa, utasema sitakosa sadaka. Nitafanya kibarua, lakini lazima nitoe fedha. Nyumba ya Bwana ijengwe, tairi zisiwekwe, nyumba ya Bwana ikae sawa. Ndio hichi kipindi sasa ambacho unaweza ukafanya na ukawa na matokeo makubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unawaje Samsoni? Biblia inasema alipotoka kipindi cha utoto, roho ya Bwana ikamharakisha, akakimbia anashuka kumtafuta Mfilisti aliyemtawala Israeli ili aweze kuwapiga kwa mapigo makuu. Ni kwa sababu alikuwa na nguvu. Hata kipindi anakutana na simba, simba ananguruma mbele ya Samsoni, lakini ana nguvu za kijana. Samsoni anamkamata, anamchana chana kama mwanambuzi. Ni kipindi cha ujana. Ndio kipindi cha kuweza kupambana na dudu. Daudi anasema nalipambana na simba, nalipambana na dudu. Hicho ndio kipindi pekee unaweza ukafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mhubiri anasema kumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Sura ya 12 Mhubiri. Maana zitakuja siku zilizo mbaya utakaposema sina furaha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona sasa watu ambao wataelewa hili somo kuanzia leo wataanza kuweka mikakati. Anapokaa kwenye maombi hataomba kama mzee wa miaka 80, hataomba kama mtoto wa miaka 3. Atatokwa na jasho, atarukaruka, atagaragara, atalia, ataanguka chini. Anajua ni kipindi cha kujijenga, maana kipindi cha uzee kitafika. Goliathi akapigwa na Daudi akiwa kijana kuwa mzee. Wafilisti aliowaua Samsoni aliwaua akiwa kijana na nguvu. Sema amen. Kwa hiyo kipindi hiki ndio kipindi cha kupambana, cha kuwekeza, kipindi cha ujana, na hapa cha kuendeleza ujana kama ni 60. Ukifika pale 60 pale, sasa unaweza tukatulia. Unakuta pale una mabasi yako. Jioni tu hesabu inaingia milioni 2, unakaa pale na nyumba za kupanga pale si wapi. Kodi ya miezi 3 inaingia 600. Una ng'ombe pale, unasikia maziwa wamezalisha kadhaa, unauza lita kadhaa ziko. Hapo kipindi ambacho unasimamia miradi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio kipindi ambacho sisi tuliokoka kile kipindi cha kubeba zege na kokoto. No. Sio kipindi cha kwenda kupiga barua kwa mimi nataka nikwambie tuondokane na habari mambo madhaifu dhaifu. Hata kama kuna mbele na mwambie Bwana, ninataka kitu cha uhakika cha kujibu. Nataka kitu cha kuzalisha cha hakika. Sina nazungumza na mtu hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Muda ni muhimu sana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ili kutimiza malengo yetu lazima twende sambamba na muda. Kama tutashinda kwenye muda, tumeshinda kwenye malengo. Kama tutashinda kupambana ndani ya muda, basi hatutaweza kupambana